Habari mdau wa Ajira Coach, leo ningependa nielekeze namna ya kutuma maombi hizi za ajira za kujitolea ambazo zimetangazwa na TAMISEMI kupitia mradi wa GPE. Sasa kuna kitu kimoja labda nikiweke sawa hapa. Hizi ambazo za kujitolea zimetangazwa ni mradi na sio zile ambazo ni za kutolea ambazo zimetangazwa rasmi ambazo zitaanza mwezi wa 7 ambazo mwongozo utatoka kwa ajili ya kupewa posho. Kwa hiyo zile ni tofauti na hizi hapa. Kwa hiyo na ndio maana hizi hapa zimeselect ni kwa ajili ya walimu wa msingi tu na sio vinginevyo. Na zile ambazo zitaanza mwongozo kutoka mwezi wa 7 si specific kwa ajili ya watu fulani. Manake wote ambao wanajitolea pengine kwa upande wa TAMISEMI lazima watakuwa wanapewa posho au na mwongozo utatoka na mengine yatatolewa maelezo. Kwa hiyo kwa sasa hizi hapa ambazo zipo 694 ni kwa ajili ya walimu wa shule za msingi pekee. Kwa hiyo maombi unatuma kwa kutumia mfumo. Na pia ukumbuke kwamba hata kama unaweza ukawa unajitolea sasa hivi, lakini kama hutotuma maombi it means hautakuwa unafahamika. Na hata kama hizo zinazotoka, in case kama applications zitakuwa ni online, hata kama umejitolea muda mrefu, lakini usipofanya application na ukabi selected, it means manake hauwezi ukafanyaje, hauwezi ukapata. Kwa hiyo ni muhimu ufanye maombi, yani utume maombi ili uweze kupata nafasi yako kama unajitolea kwenye shule husika. Kwa hiyo cha kufanya ili uweze kutuma maombi, utaenda kwenye browser ambayo unaitumia wewe. Kama ni Firefox, kama ni Mozilla, kama ni Chrome, japokuwa Chrome na recommend kwa sababu ipo vizuri zaidi. Kwa hiyo browser unayotumia utaenda kwenye sehemu ya kusearch, utaandika ajira.tamisemi.go.tz au utaandika TAMISEMI. Ukishaingia utaona sehemu ya mfumo maombi ya ajira TAMISEMI. Ukishafungua itafunguka kama hivi hapa. Utaona kwenye homepage hii hapa ya ajira utaona ofisi ya Rais TAMISEMI, mfumo wa maombi ya ajira ya kujitolea au ya mkataba. Kwa hiyo ukishaingia hapa utaona sehemu ya kuingia ndani ya mfumo. In case kama tayari ushawahi kujisajili, maana yake una account tayari, utaingiza username yako ambayo utaingiza namba ya NIDA na utaingiza na password yako ambayo kama unaikumbuka. In case kama haikumbuki utabonyeza hii badili nywila. Utabadili nywila, utapewa maelekezo namna ya kubadilisha. Lazima uhakikishe unakumbuka NIDA yako na baadhi ya taarifa ili uweze kupata password yako ya zamani. Sasa ili uweze kujisajili utabonyeza hizi dash tatu ambazo zipo upande wa kushoto kulia. Lakini kama umeweka kwenye mobile device mode, manake hizi button haziwezi kubonyezeka. Manake huwezi ukajisajili. Au kama unataka unaweza kaenda kwenye ukatumia kompyuta na ukaanza kujisajili. Lakini sisi lengo letu tukuelekeze namna ya kutuma maombi kutumia simu yako. Cha kufanya utaenda kwenye juu kabisa kwenye simu yako. Kuna nukta 3 hizi hapa, utazibonyeza. Ukishabonyeza kuna drop down itatokea, lakini chini kabisa kuna sehemu wamekuandikia desktop site. Utatiki hiyo hapo. Ukishaitiki, yani simu yako itaonesha kama vile ipo kwenye kompyuta. Yani itadisplay kama mtu ambaye anatumia kompyuta. Ukishabonyeza hivyo utaizoom, utaona neno jisajili kwa pembeni kabisa hapo. Utabonyeza neno jisajili hapo. Ukishabonyeza jisajili itakuletea sehemu ya kuingiza taarifa zako. Utaingiza email yako, mimi na account. Utaingiza email yako hapo, utaingiza password, then utathibitisha password yako hapo, utachagua aina ya maombi kama ni elimu au afya. Lakini kwa sasa hivi ni elimu. In case kama ni wa afya utabonyeza afya. Then utaingiza namba yako ya simu hapo. Ukishabonyeza namba ya simu utabonyeza endelea, itakuwa active hapa. Utabonyeza endelea. Ukishaingiza endelea itakuletea sehemu ya kuingiza namba ya NIDA. Ukishaingiza namba ya NIDA itakuletea sehemu ili uthibitishe NIDA yako kama ni kweli ni ya kwako. Itakuletea maswali. Aidha atakuuliza mwaka ambao umehitimu shule ya msingi au shule ya msingi uliohitimu,
wilaya uliohitimu, au jina la kwanza la mama, jina la kati, au sehemu makazi yako ya kudumu, ambao kijiji makazi yako ya kudumu, hivyo watakuuliza. Lakini katika maswali hayo ukipatia mawili tu tayari unaendelea. Sehemu ya kubonyeza ya kuhifadhi, atakuletea sehemu ya kuhifadhi, utahifadhi na then utaendelea. Ukishaingiza hivyo vitu hapo, maana yake tayari akaunti yako tayari ukishajisajili hapo ipo tayari. Sasa unaweza ukaenda kwenye yaani ukairudisha kwenye hali yako ya kawaida ya simu kama kawaida, au ukaendeleza na hii desktop mode. Ukishafanya hivyo hapo, sawa, unaweza ukarudi nyuma. Itakuletea sehemu ya kuingiza. Mimi narudi nyuma hapa. Uta login. Kule si umeingiza namba ya NIDA yangu, atakwambia itakuwa ni kama username. Naingiza namba ya NIDA kama username hapa. Naingiza namba ya NIDA hapa. Then naingiza password ambayo niliweka kule. Yes, naingia. Sasa huu ndio mfumo wenyewe. Sasa hapa naweza nikaendelea na kutoa karibu, jina hilo hapo. Haya, unaingiza taarifa zako zingine, jinsia, mwanamke. Je, una ulemavu? Utajaza kama una ulemavu, hakikisha unajaza hapa. Usisahau kujaza hii sehemu, kama una ulemavu utajaza. Then taarifa nyingine ambazo hapa unaweza ukaingiza halmashauri ambayo unataka kufanya kazi, utachagua halmashauri ambayo unataka. Usisahau, pengine labda unajitolea labda Tanga, alafu unataka ukajitolea Kigoma. Kwa hiyo kuwa makini hapa. Halmashauri una select. Nachagua kwanza mkoa hapa. Mkoa lese inachagua mimi. Sasa ukiwa kwenye simu inaweza ikawa ukifanya hivi na kusumbua. Hakikisha una zoom out. Una zoom out, then unapandisha hivi. Utaiona. Lese mimi natafuta Tanga hapo. Imekubali. Then nakuja nachagua halmashauri. Halmashauri ninayotaka hapo, naichagua halmashauri ya Tanga City. Sawa. Not applied. Umesomea elimu. Haya, chagua kiwango chako cha elimu. Mimi nachagua ni certificate in primary, ambayo ni hii hapa, ni primary. Chagua, itaniambia niweke cheti changu cha kuzaliwa hapa. Na click hapo. Naenda kuchagua cheti changu cha kuzaliwa hapa. Yes. Then nahifadhi, bonyeza hifadhi. Wow, shamaliza hapo, successful. Then utaendelea na sehemu nyingine. Utaendelea na vitu vingine, utaingia na taarifa za kidato cha 4. Nita select kidato cha 4. Nimesoma hapo. Aina ya mtihani, NECTA. Namba ya mtihani nitaingiza hapa.
naingiza namba yangu ya mtihani hapa. Ukishajaza hivyo itakwambia ni sehemu ya kuhifadhi itakuwa active. Utabonyeza hifadhi. Wow, successful. Utabonyeza okay. Kama utaendelea, utabonyeza endelea. Itaniletea taarifa za chuo. Ni NECTA. Sawa, alafu then nachagua certificate in primary education. Namba ya usajili naingiza hapa. Natafuta chuo hapa. Utasearch kwa mfano nimesearch changu hapo, chuo changu hapo, utaangalia Mhonda unaandika tu jina lake hapo, then utabonyeza chuo. Kozi uliyosomea, grade A teacher certificate, utabonyeza okay. Ndio uliyosomea. Mwaka wa kuhitimu utabonyeza 2023. Sehemu ya kuweka utaweka cheti. Sasa hiki kinakataa kwa sababu moja. Inaweza ikawa faili ni imezidi MB moja. Kwa kama imezidi MB, ina maana inaweza isikubali. Kwa cha kufanya, naweza kukuelekeza hivyo, chap. Kuelekeza kitu kimoja hapa. Naweza ukaenda Google. Naweza nikaandika hivi. Compress PDF. Sorry. Na click hapa. Na select file. Na compress hiki hapa. Yes, tayari nisha compress cheti changu. Na kuja huku. Nabonyeza hapa cheti.
hiki hapa ndio nimekipunguza. Simuona kimekubali. Maana kilikuwa faili ni kubwa. Faili ikiwa kubwa haiwezi kukubali. Transcript kama unayo utaiweka hapa ile ya matokeo. Yes. Then utabonyeza hifadhi. Wow, shakubali. Utabonyeza okay. Then itaniambia kutakuja hii sehemu hapa. Chagua masomo ya kufundisha. All primary subject. Kama mwalimu wa msingi manake, utachagua masomo ni yote. Kama unataka kuongeza, utaongeza. Lakini kwa hapa hamna kwa sababu masomo yote naweza nikafundisha. Then utabonyeza hifadhi. Sasa hapa imebaki sehemu ya kuweka barua. Utaklik hapo, utaweka barua. Kama labda hutoendelea sasa hivi, unaweza ukaacha kwanza, ukaendelea baadaye. Kwa mfano ngoja nitoke kwenye desktop mode. Yes. Kwa hiyo mpaka sasa hivi inaonekana hivyo, ipo 75%. Kwa hiyo kama nitaka kuja hapa, tafadhali kamilisha maombi yako. Bado hajafikia 100%. Machaguo ya muombaji. Masomo ya kufundisha ni yote. Viambatanisho, weka barua. Barua naweka, una-click hapa, unaweka barua yako. Machaguo ya muombaji, unaweza ukaweka, ngoja tuiweke kwenye desktop mode. Iwe hivyo. Utaklik hapa, utaklik hapo, unaongeza. Yes. Upo tayari kufanya kazi, inakuletea hiyo upo kufanya kazi popote utakapopangiwa na hutoruhusiwa kuhama. Kama ni yes, unabonyeza yes, nipo tayari. Utakuja hapa. Aina ya ajira ni za mkataba. Utachagua mkoa. Mkoa, let's say kama kwa mfano kama hivi haitaki kusogea hivi, kama ukiwa kwenye desktop mode, una zoom out. Then mimi nataka Tanga. Utachagua halmashauri. Halmashauri gani unaitaka, una zoom out. Yes, unfortunately Tanga mjini haipo. Let's say nachagua hii hapa. Kama haipo, wilaya ambayo unaitaka, ibidi utachagua wilaya ya jirani. Kama wilaya ambayo uliopo haipo, utachagua wilaya ya jirani. Let's say nachagua Kilimanjaro. Shule ambayo unaitaka hapo utachagua. So I think mpaka hapo nafikiri nimekusaidia sana, na nafikiri mpaka hapo utaelewa kwa sababu mpaka sasa hivi kila kitu ambacho ni kigumu nishaelekeza. Kwa hiyo kwa wote ambao walikuwa wanapata shida namna ya kutuma maombi ya kufanya application, nafikiri hii hapa inaweza kukusaidia. Unaweza ukashare kwa wengine ili waweze kupata msaada, na unaweza ukasubscribe channel na ukashare kwa wengine ili waweze kupata faida zaidi. Asante.